sana. Amen. Kuna kila sababu ya kushukuru Mungu, maana Mungu anatenda mambo makuu na ya ajabu. Cha kwanza napenda kushukuru Mungu kwa sababu ya Watamonika alinikaribisha hapa kanisani. Aliniambia una ibada ni jioni, mida ya saa 9. Mimi ni mchezaji, nimedai kila Jumapili ya mazoezi mida ya saa 9. Nikaona kuna itakuwa ni kazi, lakini nikajaribu nikaja mara moja. Hiyo siku zangu kwanza aliniacha. Mungu tu ilikuwa ni neema. Watu wakaniacha nikabaki mwenyewe kijijini. Tangu nimekuja hapa na nikasema Bwana Mungu wa mahali hapa anatenda, Mungu wa mahali hapa ni mkuu, nina amani moyoni. Pigieni makofi. Tunafanya maombi hapa. Ukiambiwa kanyaga wachawi, kanyage kweli kweli. Wachawi pia wanasikia, yani jaribu kutoka mahali hapo utoke na watu wa Mungu. Jumapili iliyopita nilikuja kanisani, kulikuwa na maombi jioni, baada ya ibada tulifanya maombi. Usiku nililala. Nimefika mida ya 7 saa 8, nilihisi maumivu makali sana kwenye kifua, mgongo na tumbo. Yaani kuna kuumwa ile kuumwa, afu kuna maumivu ambayo hayaelezeki. Niliamka usiku, nikajisikia vibaya. Ikabidi nifanye maombi. Nikasali mwenyewe, nikasali lakini bado nikaona hapana. Kuna sababu mchungaji ni mchungaji na sisi ni waumini, kwa sababu nguvu ya mchungaji na nguvu yani hatuwezi tukalingana. Niliomba mwenyewe, nikaona maumivu yanapungua lakini bado haliko sawa. Sikuwa na namba ya mchungaji, nikaingia kwenye group nikatafuta namba ya mchungaji, nilimtafuta, bahati mbaya hakuweza kupokea. Nikaona hapana, nahitaji yani nipate mtu tuombe. Nikamtafuta rafiki yangu Rose. Namshukuru Mungu kwa kunisaidia na Rose. Rose wapi? Rose yule pale. Okay. Rose siku ilikuwa ni saa 8, alikuja tukafanya maombi pamoja. Wapendwa, nilijisikia vizuri na nililala, niliamka nilikuwa sawa kabisa. Pigieni Yesu makofi na kama hapa tusiache kusali, tuendelee kuomba. Bwana anatenda, Mungu anasikia. Yaani hapo ukiambiwa kuna kitu chako kimerudishwa, kweli kimerudishwa na waliochukua hawajafurahia hicho kitu. Pigieni Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wifi yangu anasali hapa. Aliweza kunialisia siku nyingi sana kuanzia mwaka jana kwamba kuna kanisa naendaga, unapata muda tuende. Nikaa namwambia nikipata muda nitakuja. Ila mimi nafanya biashara, lakini Jumapili nakuwa nakaa tu nyumbani. Ananipigia lakini siji. Akinipigia siji. Sasa siku ambayo nimekuja, siku ya kwanza kabisa hapa, tuliomba, tumaliza kuomba, wifi yangu akaniambia tubaki tuongee na mtumishi tufanye maombi mengine. Nikafanywa maombi. Mimi nina tatizo la tumbo. Kwa wamama nadhani mnaelewa, nilikuwa napata zile tatizo za period mara kwa mara. Lakini hospitalini walinitibu, nikafanikiwa kutokupata zile kama kawaida. Lakini kuanzia hapo nikawa napata maumivu makali sana kwenye tumbo mpaka nashindwa kulala kwa upande huu wa kushoto. Nikaendelea tu kuona ni hali ya kawaida kwa mimi hapa, nilikuwa naona hali ya kawaida. Lakini Jumapili ya kwanza nilipokuja hapa, mtumishi akasema tuombe, naona tumboni kwake kama yuko sawa. Kuna mama yeye ndo aliniwekea mkono hapa, tukafanya maombi. Nataka niwaambie kuanzia ile siku nimetoka tu hivi, nikamwambia wifi yangu, leo maumivu yamekatia hapa kanisani. Yesu makofi. Nilikuwa napata maumivu, yani sijui nikiwahadisia mnanielewa. Yani mpaka unaacha kulala kwa upande wa kushoto. Yani maumivu ninayoyapata nilikuwa yani siwezi kulala. Lakini kuna muda naona kawaida. Kila nikikumbuka kwenda kujihudumia hapo naona panapona. Lakini nikitaka kwenda hospitalini panapona. Kwa hiyo nilipoombewa tu hapa, nilipona ile siku na sijawahi kusikia tena maumivu. Nikaja Jumapili ya pili, tukafanya maombi, nikaenda nyumbani. Nakumbuka Jumapili ya pili nililala kwa mkia Jumatatu. Nikaona niko mtumishi anaomba sana, mtumishi akawa ametoka, lakini alipotoka alinikabidhi msalaba, akaniambia endelea na wewe kuomba. Wakati ninaomba kuna watu wawili walikuwa wamesimama, vijana wamebeba panga kali sana, yani kali, yani sijui ni kali mno, na wale vijana walikuwa na defense mimi, kwa maana yake walikuwa wanakuja kunivamia mimi. The moment mimi nimeshika ule msalaba niliunyoosha tu wale vijana pamoja na mapanga yao yaliyeyuka. Yesu makofi, shiriki katika mambo yako. Kwa hiyo mnapokuja hapa naomba tuwe na imani. Yaani imani yako
wanasema imani inakuponya. Tukiangalia hata kwenye Biblia yule mama alisema nikigusa tu vazi la Yesu ninapata uponyaji. Yaani sio kuongea na akigusa. Kwa hiyo imani ndio inaweza kutuponya sisi. Amina. Shalom kanisa. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko hapa kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo amenitendea. Ile siku ambayo tumekuja tukashiriki. Shiriki nini? Mwili na damu. Meza Bwana. Okay. Amen. Kwanza kabla hiyo siku nilikuwa ofisini hapa Airtel, nikamwona mtumishi wa Mungu Pastor Louis, nikamfuata. Nikamwambia, "Pastor, hivi mimi nimekosea nini kwenye maisha yangu? Mbona na struggle sana?" Baadhi ya rafiki zangu wanajua ndio nina struggle. Huyo Joyce anatoka hapo anajua kuna Noela pale na baadhi. Hata wale watu ambao wale watu marafiki zangu wengine, yani wengi wana struggle uchumi kale, madeni kale, kumiliki madeni. Yani niombe kanisa, hakuna kitu ambacho ninamiliki kwenye hii dunia kama madeni. Yani nina madeni kiasi kwamba na nani tu mimi hata niambie Fundisha kwa sababu ya muda. Okay. Lakini baada ya kushiriki nikamfuata, kuna dada mmoja ananidai pesa. Natakiwa nimpe 400,000 kila mwezi. Akaniambia, "Ana, ndio unanilipa 200,000 kila mwezi." Ambapo yule dada ni mtata sana. Pili, baada kama ya siku 2 kuna kiasi cha pesa nilipewa. Samahani sikuongea sana, nilimshukisha mtumishi. Ilitokea tu yani bahati, sikio nilikuwa na struggle kutafuta 200,000. Lakini usiku huo huo nikarisifu 1,000,000. Piga Yesu makofi na vigelegele. Bwana asifiwe. Amina. Mimi namshukuru Mungu. Nimepata kibali ya kujengewa nyumba. Piga Yesu makofi na vigelegele. Na hiyo nyumba tayari. Nimeshaingia hii wiki ya pili. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Na nimejengewa na Wahindi. Piga Yesu makofi, acha wimbo. Piga Yesu makofi na vigelegele. Wahindi wamekuja kumjengea Mswahili. Huo ni muujiza. Bwana asifiwe sana. Kwa Mhindi kumjengea Mswahili. Tulisema natamka mtu yoyote ambaye Mungu amekusudia juu ya maisha yako lazima aje. Haleluya. Sijategemea, nashukuru Mungu sana. Kwa sababu nataka kwenye nyumba yako ya blog. Ndio. Piga Yesu makofi. Amina. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilikuwa sifaulu nilirudia kidato cha 4 kwa mara 3, lakini nilikuwa sifaulu. Lakini sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, ninafaulu, ninapata masomo yangu yote. Piga Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Glory to God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amina. Wangapi wanakumbuka Philemon kutoka Ratu? Hallelujah. Alikuja hapa amespend mara 3 fofo. Mara 3 amerisiti mara 3. Kila akifika na sasa hivi amekuwa niko mara 4. Kwa amesoma mara 4 anzaidi ya chuo kikuu. Bwana asifiwe sana. Amekuja akasema elewi chochote. Unajua namwambia mtu akifika darasani haelewi chochote. Lazima tujifunze kuombea watoto wetu. Amina. Bwana asifiwe sana. Anakidi sana kuna watu walimchezea akawa elewi chochote darasani. Lakini namshukuru Mungu. Unapata A sasa hivi. Kwa piga Yesu makofi na vigelegele. Baba alinipigia simu akaniambia kuna ng'ombe yangu hii hapa inakataa kuamka na kula. Ng'ombe inakataa kuamka nini? Na kula. Akaniambia pastor, ombea ng'ombe yangu. Sasa naombeaje ng'ombe jamani? Kwa nini kaambia chukua maji. Nenda kaimwagie ile ng'ombe nini? Maji. Nikamwambia maji, nikaenda kamwagie ng'ombe. Kesho yake ng'ombe alifanya
alitembea na kusimama. Wachawi watu wanaweza mpaka ng'ombe. Amina. Wanasikia sana. Amen. Mungu pigie Yesu makofi because of this testimony. Mungu huyu alomfanyia huyu akamfanyia mwanao katika jina la Yesu. Amen. Asante. Ng'ombe ilikuwa nilisoma saa ile hata sio kesho. Alipomwagiwa maji akasimama. Akasimama. Mpaka leo nimeponywa. Yule ng'ombe alikuwa ni dume au jike? Filimon, yule ng'ombe alikuwa jike au dume? Jike. Akizaa tu ndama mmoja wa kwangu. Piga Yesu makofi.